kila siku. Building mpya ikijengwa ikimalizika, duka za hapa chini zote wine and spirits. Na unajua landlord wanapenda sana hiyo kwa sababu hao watu wa Pombe wako na pesa. Kulipa hizo duka wanalipanga haraka kuliko duka ya kuuza chakula. Tuko pamoja hapo? Si mlinituma? Ama nisiambie governor? Mimi nitasema vile mliniambia, si ni ukweli? So governor, hiyo maneno ya duka zikuwe reduced from 130 at least 50 licenses kama ni mingi Ndendero. Mimi naomba hivyo. Na kwa sababu mimi naelewa hii maneno governor ya hapa ya hii Pombe, mimi nasema mimi najua kutoka leo kwenda mbele vita yangu imepandwa saa hii na hiyo statement. I don't care. Nyinyi watu wa Pombe ninyorosheni na mimi nitasimama na Mungu na hawa raia. Si ni sawa? So hiyo Abdi, tumeongea na Abdi, a very good admin, is a very good man. Na yeye ni Muislamu na yeye aliniambia pesa ya pombe yeye akulangi. Yeye ni Muislamu, hiyo ni haramu. Kwa hivyo huyu governor atakusaidia, tutasaidiana na yeye. Lakini kwa sababu licensing officer ni wa executive, ni wa kwa governor, ndio nimetaja hiyo maneno. Si ni sawa? Ndio governor atajua ile atafanya, tufanye reduction. Mimi nataka kumalizia kusema ya kwamba we don't have a primary school. We don't have an ECD in Lwaka. So governor tuko na shida mingi. Lazima governor tuangalie, tujue zile mashamba ambazo zilinyakuriwa na watu. Will claim, hata hapa tuko governor, nasikia kama 100 meters or less kuna shamba ambayo iligrabiwa. Hiyo governor imekuonyesha. Hiyo najua tutaangalia. Na tuangalie tuone zile shamba tunaweza chukua ambazo zilinyakuliwa tujenge ECD hapa Lwaka. Si ni sawa? Tumesikizana? Na hiyo tutafanya. Kwa hivyo asante governor, tunaenda Wangunyu kufungua maji, tunaenda Wangunyu primary kufungua ECD, tunaenda Ndendero kufungua ECD na tunaenda Ndendero shopping center, governor inspect barabara. Kwa hivyo safari yetu ni refu. Na mimi sitaki kupoteza wakati mwingi hapa kwa sababu mengine ya huko kwetu tutaongea huko kwetu. Lakini governor, nikikuita ya mwisho niseme Lwaka traders, wale ambao wako na soko hapa wanajenga hapa wako na vibanda. Ukiangalia Lwaka kuna vibanda mingi sana. Juzi tulikuwa na wewe tukaongea vile tutasaidia Lwaka na ukaniambia uko na hiyo project ya smart kiosk. So Lwaka stakeholders naonaka kwa group mnasema Lwaka imekuwa kama Mathare. Sisi na governor tuko na mpango ya kutengeneza tutengeneze smart kiosk, tupange Lwaka, tutafanya Lwaka beautification program na tuko governor amesema tujengea parking pale Lwaka town. So tutapanga Lwaka, msijali, tutapanga Lwaka. Lakini governor, mimi nauliza hii December watu waachiliwe wafanye kazi, mama Bogo atafute kakitu ndio waingize watoto shule January, tusianze kuabdi kuwatoa sasa. Kwanza tutulie kidogo, tufanye mpango, tukimalizia sasa ndio tutakuja tufanye mkutano, public participation, watu watoke pole pole, wajengewe then warudi. Si hapo ni sawa? Ile ingine ni mambo ya street lighting. Governor amesema tuna hii mataa ya solar. Ataongea hiyo maneno, watu hapa juu ya security wanataka hiyo mataa. Mimi sasa niingie kwa siasa. Nitoke upande sasa wa mambo ya Lwaka kwa sababu ni mengi na governor atataja, nimemwadikia kila kitu. Niingie wakati wa siasa sasa. Nichape siasa kidogo. Nichape ama nikae chini? Tunasema hivi. Tulichaguliwa na chama ya UDA. Ni ukweli sio ukweli? Sisi watu wa Mount Kenya Region. Ile kitu tunataka kuona ni hospitali kama hii inajengwa, ni soko inajengwa, ni barabara inajengwa, ni mataa inawekwa. Tunataka kuona maendeleo Mount Kenya Region. Ni ukweli? Sisi tulipiga kura na tukapiga kura na heshima kwa sababu sisi ni wangwana. Si ni ukweli? Mimi nilikuja hapa Lwaka nika-convince, tulifanya mkutano mingi hapa na UDA tukiwa na governor na MP na wale wengine. Na nyinyi mkatupatia kura na tukachaguliwa. Na saa hii sisi ndio tuko kwa serikali. There are no excuses. Hakuna mambo ya excuse. Lazima watu wafanyiwe nini? Kazi. Mimi niko ground. Na nasikiza hii ground yangu naisikiza. Watu wa Lwaka na watu wa Ndendero wanasema tuache siasa, tufanye kazi.
Gavana mimi waliniita mkutano. Wakaniambia wewe mheshimiwa MCA. Yule MCA alikuwa anaitwa Solomon. Yeye alipiga mtu huko bunge, mama akiwa na mimba, akaenda hospitali. Akaenda akaimpeach governor. Governor Waititu akaenda. Kuna maendeleo tulipata, alianza kuchapana na Governor Nyoro. Wakaniambia waliumia miaka 5 kukosa maendeleo kwa sababu ya hiyo. Wakaniita kando. Wakaniambia tumekupatia warning. Mambo ni mangapi? Hawa watu walinipatia mambo mawili. Ya kwanza, ufanye kazi na governor ama 2027 tukupeleka nyumba. Sasa mimi nimefanya makosa kufanya kazi na governor. Mimi sitaki kwenda nyumbani. Kwa hivyo mimi nitafanya nini? So option yenu ya kwanza nifanye kazi na governor ndio nimechukua. Nimekosea? Tufanye kazi na governor? Tuendelee? Sawa. Kwa hayo mimi nataka kusema governor wakati alikuwa Karura aliambia watu wa Karura waniite niende tuongee. Mimi governor ata confirm. Nilienda tukakaa chini na tukaongea. Kwa sababu mimi naheshimu wale wako juu yangu, na ndivyo nilienda nikakaa chini na governor tukaongea. Na hatukuwa na mambo mengi. Hapana, sisi hatujai kuwa na vita na governor. Hatujawahi. Mimi naona kina Margaret ndio wanaandika tuko na vita na governor. Governor anasema hapa, governor ni rafiki yangu. Mimi hata kuna wengine walikuja pale kwa governor kunistaki, wakapata tukiwa na governor tumekaa chini tu, tunapiga tu story. Wakashindwa na tulikuwa tunakuja kustaki mheshimiwa na wako na governor. So watu wa Nendero, mimi najua ile kitu nafanya. Na mimi najua nyinyi ile kitu mnataka. Na hiyo ndio mimi nafanya. Na miaka 5 ikiisha, mtasema kama nilifanya ile kitu inafaa ama sikufanya. Alafu maendeleo ifanye nini? Iendelee. Lakini msisahau role yangu ya 3, oversight. Ni sawa? Ya ngapi ni gani? Oversight. So si wakati wote nitakuwa naimba wimbo, hapana. Kuna wakati naambia governor hapana. Hapo hapana governor. Hapo hatutaenda hivyo. Badilisha. Si ni sawa? So tena mkiniona social media nikisema hapo hapana, msianze kusema huyu Ruoka si alisema ameacha vita. Mjue ni role yangu ya gapi? Ya oversight nafanya. Si ni ukweli? Na si hapo ni sawa? Bora hakuna vita. Mimi nitamalizia hapo na niseme sina ubaya na serikali kuu ama serikali ndogo. Wote marafiki wangu tunafanya kazi pamoja na tutaendelea kufanya kazi pamoja mpaka mjumbe wetu nampatia heshima, ni wa maana na nampenda na tunafanya kazi pamoja. Hakuna mambo ya kurutana, sisi tuko kitu kimoja. Asanteni sana, Mungu awabariki, awarinde na waongezee mingi. Karibu sana governor. Oh, pole. Governor kabla, unajua sasa sitaki kuongea mambo ya mvurutano lakini nilikuwa na sasa unajua huyu rafiki yangu, huyu Majority Musheke rafiki yangu. Na nilikuwa nimesahau lakini Majority simama. Huyu ni Majority wetu wa bunge anaitwa Honorable Musheke. Sasa karibu sana na kama kuna mheshimiwa mwingine umkaribishe. Asante sana. Huyu ni Majority wetu Musheke. Karibu sana. Asante sana mheshimiwa. Tole mheshimiwa makofi mega. Your Excellency the Governor, waziri wetu na chief officers, waheshimiwa wenzangu, na kwa sababu ya muda all protocols observed, mimi naitwa Musheke. Na mkiniangalia msianze kucheka, mwanze kusema nimenona. Ni jina lilipewa. Na mimi ni MCA wa kutoka sehemu inaitwa Kalimoni kule Juja. Tulipokuja kwa bunge akina mheshimiwa wakanipea kazi nyingine ya kuwachungia huko, wakanipea title ya majority leader. Na siku ya leo tumekuja hapa kwa sababu ya maendeleo. Watu wa Loka, kabla nisahau, the only thing that you did ambayo ni mzuri kwa wakati wa uchaguzi ni kuchagua huyu mheshimiwa Mwaura, kumpea kura zenu kwa sababu hajatuaibisha kwa bunge yetu ya Kiambu. Tumpigieni makofi. He has been a gentleman, na tumejua kwamba wakati mwingine tukiona amepiga kelele, huwa anapiga kelele kwa sababu ananiambianga anaogopa sana kuja kuomba kura wakati anajua hajafanya kazi hapa. Na kwa hivyo kelele yake inakuanga kwa sababu ya maendeleo. Na sisi tutamsupport yeye kulete maendeleo hapa.
na ndio maana tumeungana pamoja na waheshimiwa wengine kuhakikisha tumemzindikisha hapa wakati tunakuja kuzindua hii hospitali siku ya leo. Your Excellency, bila kupoteza muda, I want to appreciate you kwanza kabisa, kwa sababu nikiangalia hawa wamama na ndugu zetu warembo ambao wamerembeka sana hapa, the CHPs, inanikumbusha ile siku tulikuwa pale Kirigiti kuzindua mambo ya afya. Na hawa ni watu wametusaidia kwa kazi mingi sana. Wakati ya kukukuwa na chao, wakajitolea bure, na kwa hivyo Your Excellency, kwanza kabisa ni kutolea kofia kwa sababu ya vile umeshikilia hawa angalau wapate kitu kwa sababu ya kazi mzuri. Tunakushukuru sana. Your Excellency, we cannot emphasize on this, ya kwamba tumeona sisi kama waheshimiwa tukisonga kutoka kwa one sub-county to the other, tukiangalia mambo ya hospitali zetu. Kwanza kuna hospitali mingi sana ambazo zilikuwa zimekwama